Na mimi nimekubaliana na wale wanasema hapa mbele baada ya Rais William Ruto mtoto wa Inguo pia akalie hii kiti. Kwani kina mama wa Inguo hamjui kuzaa marais? Si mnazaa marais hata jinyi? Si wanaume wako hapa? Si mmeambiwa papa wa Roma tayari amefika namba 3. Ukimaliza namba 3 unaenda namba ngapi? Si unaenda 2. Ukimaliza 2 atakalia ama atakalia? Wangapi wanabarikia yeye safari wanasema papa kanyaga mbele na asiangalie nyuma, si ndio? Ile kitu tu mimi naomba, sababu mimi naweza toa advice kidogo. Unajua mimi natoka pale kwa jamii ambaye tayari wamelamba hii kitu mara 2. Naweza waambia siri. Siri ya kwanza ni kushikana. Mnakuwa kitu kimoja, mnazungumza lugha moja, mnasema ule mwanaume amefika mbele, huyo ndio tunaunga mkono. Shida ambayo iko hapa magharibi, kila mtu anataka kusema yeye ni mjuaji. Mtu hata anachaguliwa leo ka MCA, kesho ametangaza ati anataka kuwa rais. Mwingine ameonyeshwa kiti anasema nimekuwa gavana mara ya kwanza, sasa ninajua kuzungumza. Na ukiwasikiza vizuri hakuna kitu wanaambia wananchi. Ni viongozi tu wa kusema matatizo ile wananchi wako nayo. Mluya amesauliwa, sijui Mluya amefanyiwa nini. Kulalamika haiwezi kubadilisha maisha ya mwananchi. Kulalamika haiwezi kusongesha hii magharibi mbele. Kama wewe ni kiongozi umechaguliwa na kazi yako kila siku ni kungojea matanga uende kuambia wananchi ile shida wako nayo, basi toka kwa kiti ukae na wananchi. Viongozi wengine wale wanajua kupanga kazi waende wapange. Usikuwa tu mtu ya kulialia kila mahali, hii ijakuwa, hii ijafanyika. Hiyo sio njia ya kusongesha hapa magharibi. Mimi naamini hapa mko na viongozi wenu ambao wamepanga maneno vile inafaa, na huyu papa amepima, anazunguka Kenya, tunatembea na yeye kila mahali, anarusha macho yake, anajipanga, na hapa mbele mambo yake itazidi kuwa mzuri vile inavyofaa. Mnanisikia wananchi wa Malava? Sasa mimi nataka tu niwaombe jambo la mwisho ili niweze kuelekea kule kwetu Kericho. Niwaulize, tarehe 27 mwezi wa 11 ni siku ya kura. Umeamuka hapa kwako, unaelekea katika kituo cha kupiga kura. Utaweka kura kwa candidate wetu anaitwa Ndakwa? Mnawekea yeye kura vile inafaa? Ndiye akifika Nairobi yeye haendi kupanga laini kwa kesi yake ambaye imebomoka. Nyinyi mnajua, nyinyi mko na bahati. Mnapiga kura wakati serikali inajulikana. Yule Ndakwa ni wa timu yetu. Akifika sisi tunamwambia karibu papa, umefika. Unataka viti ya watu wa Malava? Shika barabara, shika stima, shika maji, jenga mashule, fanya vile inavyofanyika. Sasa ukipigia kura mtu ya upinzani ambaye ile kitu anaweza kuwaletea ni matusi na fitina peke yake, maisha yenu hapa Malava itabadilika? Nyinyi bado ni watu ya kwenda upinzani? Imagine nyinyi watu ya Malava mnafanya mtihani ambaye answer inajulikana. Unajua answer inajulikana, si ndio? Mjumbe peke yake pali vitu inapatikana, ambaye kwa mfuko yake ako na ID ya UDA. Akifika State House afinye hivi mlango inafunguka. Huyu State House yake ni kwenda maandamano. Sasa nyinyi mtakula maandamano? Kwa hivyo mimi nawaomba tafadhalini, ndugu zangu na dada zangu, wakati siku hiyo itafika, tutembee pamoja vile inafaa. Sitaki kusema zaidi ya hapo, sababu nyinyi wenyewe mmetuambia kwamba hii ya pale juu nyinyi mnajua. William Ruto, si nyinyi watu ya Malava mliona mbele hata kushinda watu wengine Kakamega hii? Si nyinyi mlipiga kura kwa William Ruto wakati wengine bado walikuwa wanafikiria? Unajua watu walikuwa wanapima, wanaona pande ile kuna mzee Raila ameshikana na Uhuru, hako na kina nani, wakasema huyu hasla hawezi kutoboa. Alitoboa hakutoboa? Sasa kama alipiga watu chenga mpaka akaweka bao wakati wameshikana timile na aka katimu kasai, sasa hii timu kweli ni ya kukimbizana na William Ruto? Kuna watu watawezana na yeye hapo? Pale ukiangalia ni watu hawajijui, hakuna kitu wamewahi kufanya, hawajapanga chochote, wanaongozwa na kina yule Mkabila. Sasa mnajua Mkabila ule tulifukuza? Mnamjua yule? Tumbo kubwa sura mbaya. Sasa mnajua yeye? Sasa wale watawaambia kitu kweli? Wanaweza panga nyinyi? Wameshikana, wametengeneza chama ya maconmen. Mwenye anaendesha mwizi mkubwa.
Naibu wake si mnamjua vizuri? Mnajua naibu yake? Siwezi kupisema mambo yake sababu alikuwa rafiki yangu. Tulipatia yeye usaidizi, badala ya kuomba kiti ya gavana akajenga nyumba. Hiyo ni mzuri. Sasa mimi ningependa tu waambie tu msikuwe na wasiwasi, mambo yenu itakuwa vizuri. Wale wa upinzani ambao wanashindana na William Ruto, nimesikia juzi wakisema ati lazima waungane wawe kitu kimoja. Mimi ningependa kuwarahisishia kazi. Hakuna haja ya kung'ang'ania ati nani atakuwa mbele, kwa sababu kwa upinzani watu wote wanatoshana. So there is no need even to unite, because I hear you keep saying that you want to unite behind a candidate. A candidate for what? This election has been determined long ahead of time, because the people of Kenya have seen the transformation that has been undertaken by President William Ruto in every sector of the economy. And when I can tell you, the citizens of this country, as they